Baada ya Timi kumweleza ukweli wote Rita kwamba alikuwa anamdanganya na yeye sio tajiri kama alivyofikiria, mrembo akavua pete na kukimbia kurudi kwake, huku mchizi anamkimbilia ili lengo lake litimie la kuishi kwenye mjengo wa kitajiri wa mrembo. Mrembo anafika kwake na kujifungia mlango huku akijuta kuolewa na mchizi ambaye alimdanganya kuwa tajiri. Mara baada ya muda anaingia mwanamke wa makamo na kumuuliza Timi, "Wewe ni nani?" Timi akanyanyuka na kumwambia, "Mimi ndio nastahili kukuuliza wewe ni nani. Hii ni nyumba ya mke wangu, automatically ni nyumba yangu pia." Bimdada anamuuliza, "Mke wako ni nani?" Mara ghafla Rita akatoka chumbani. Alipoona bimdada akaanza kutetemeka. Mchizi akamsogelea Rita na kumuuliza, "Wewe ni mwanamke wa aina gani? Anakuja nyumbani kwetu na kufoka kama hivi?" Rita anamnyamazisha mshikaji. Bimdada anamwambia, "Hebu acha upuuzi wako. Unajua mimi nimekuja nimejiandaa. Nyie mnatakiwa mkamato mkae ndani." Mchizi anamuuliza Rita, "Kitu gani kinaendelea? Mbona sielewi. Huyu mwanamke nyumba ni yake au ya kwako?" Rita anapiga magoti na muomba bimdada msamaha, haitujirudia. Bimdada anasema, "Umeniangusha Rita. Nilikuamini ile umeamua kuchukua vitu vyangu na kujimilikisha kama vyako." Mrembo anasema ni shetani alimpitia. Bimdada anamwambia, "Angalia, kila kitu unachomiliki ni cha kwangu." Mchizi akajaribu kuongea, Rita anamnyamazisha. Mwisho wa siku Mchizi anagundua kumbe alikuwa mfanyakazi wa ndani, yani beki tatu, na kuamua kurudi naye nyumbani kwake. Dada yake Rita akawaka sana, anasema, "Umemzalisha sana kaka yangu kujifanya tajiri, kumbe beki tatu." Mchizi anakazia, "Umenisumbua sana we mwanamke." Mrembo naye anawaka, anasema, "Nyie ndio chanzo cha kunirudisha kwenye umaskini." Timi anamwambia, "Hebu nyamaza, nitakutia kibao. Ushukuru nimekuombea msamaha kwa bosi wako. Ungekuwa jera sasa." Mchizi anamwambia, "Huna kitu chochote ulichobaki nacho zaidi ya biginyashi. Ningejua nisingejisumbua." Baada ya kuingia ndani kwa Mchizi, mrembo akataka kukaa kwenye kochi. Dada wa Timi akamkataza, "No. Unakumbuka ulisema huwezi kukaa hapa. Vipi leo?" Mchizi anamwambia dada yake, "Amwache tu, hana mbele wala nyuma." Dada ananyanyuka na kusema anawachukia sana na kuingia chumbani. Siku hapo kitandani na Mchizi akawa anaomba mzigo. Kila akitaka kumkumbatia, mrembo anamwambia, "Hebu niache. Unataka kufanya nini?" Mchizi anamwambia, "Wewe ni mke wangu. Nina upili mwenzio." Mrembo anasema, "Hebu niache." Dada anasogea na Mchizi anasogea. Mrembo anamwambia hapendi huo mchezo. Mchizi anazidi kusogea. Mrembo anamuuliza, "Kwa nini unanisumbua?" Mchizi anamwambia, "Ni mke wangu sasa." Mrembo anamuuliza, "Kuanzia lini?" Ikabidi mrembo anyanyuke na kumwacha Mchizi kitandani peke yake. Kesho yake Mchizi akamletea simu mrembo. Mrembo akaipokea, akaiangalia, kisha akamuuliza, "Mbona ni Android phone? Je, unajua kama ni Android phone?" Mchizi akajibu, "Ndio najua." Kesho yake mrembo akaingia TikTok na kuanza kujishuti na kuambia mafansi wasiofia background kwa sasa yuko kijijini katika nyumba ya wazazi wake. Kuambia amewamisi sana, ila leo ana ujumbe mzuri anataka kuwapa. Mara Timi anatokea na kumpiga busu. Akamwambia, "Msichana shaka, huyu ni my cousin." Kesho yake mrembo akaamua kwenda kutafuta kazi mjini. Timi anamuona na kumwambia msubiri ampe lifti na kumshika mkono. Mrembo anamwambia, "Hebu niache, na sivyo nitakujazia watu sasa hivi. Naomba usinisumbue, nitaita polisi." Mchizi akamwachia kisha mrembo akaondoka. Usiku aliporudi Mchizi, mrembo akamchangamkia Timi kinoma noma na kumkaribisha karibu. Jamaa akaitikia asante. Kumbe mrembo alikuwa na kipengele, akamwambia, "Naomba pesa." Mchizi anamwambia, "Sina hela." Mrembo anamwambia, "Subiri kwanza. Una matatizo gani? Nahitaji pesa. Nadhani unajua una wajibu wa kunilipa kwa kuyafanya maisha yangu kuwa ya chini kwenye levo yako na kuwa mke wako." Mchizi akasema, "Upiki, ufui, ufanye usafi na mizagamua unipi. Unadhani ni rahisi nitoke huko kwenye mihangaiko yangu na kukupa hela?" Mchizi akaingia ndani na kugundua mrembo kauza laptop yake. Mchizi akamuuliza, "Kwa nini umeuza laptop yangu?" Mrembo akamjibu, "Nahitaji pesa." Akamwambia, "Yaani mimi nafanya kazi usiku na mchana kwa ajili tuwe na maisha mazuri, wewe hujali." Mrembo anamjibu, "Kwa kazi gani?" Mchizi akabadilika, "Hebu nyamaza mpuuzi, huna akili kichwani. Unatakiwa unisapoti, maana una chochote unachofanya nje wala ndani." Mchizi akamsema sana mrembo mpaka mrembo akawa mpole na kumwambia, "Nitakuja kukupiga." Mrembo kesho yake hakuonekana. Mchizi akawa anamlalamikia dada yake, "Huyu mrembo ananiumiza sana kwa sababu nampenda." Mara mrembo anaingia kalewa. Mchizi anamfuata na kumkumbatia. Mrembo anamlalamikia Mchizi kuharibu maisha yake, ni bora muache, amefanya aoni tena raha ya maisha. Mchizi anamkumbatia na kumwahidi atapambana, kila kitu kitakuwa sawa. Kisha na dada yake akasogea karibu kumfariji mrembo. Kesho yake mrembo wakati yuko njiani anakutana na anko yake Timi, yani Patrick. Anko akamtongoza mrembo na kumwahidi maisha mazuri, lakini mrembo Rita akakataa. Baadaye Mchizi anatoka kwenye mihangaiko huku Rita ameamua kufanya kazi. Alikuwa anafua, mara Rita akapata kichefuchefu na kwenda kutapika. Kumbe Rita tayari ameshabeba mimba ya Timi. Rita hajielewi, nguvu zimemwisha kabisa. Ikabidi Mchizi ampeleke hospitali na dokta akathibitisha kwamba Rita ni mjamzito. Rita akawaka tena, maisha gani haya anayapitia? Mchizi anamwambia, "Daktari amekwambia usijipe stress. Mimi nitapambana, kila kitu kitakuwa sawa." Mrembo anamuuliza, "Utafanya nini sasa?" "Huo ndio upuuzi uliosema siku ya kwanza tumekutana." Kesho yake Mchizi akamchukua mpenzi wake
Rita hadi kwa anko wake Patrick kumwomba msaada ili aweze kumtunza mama Kijacho. Anko wake akamwambia, mimi nishakusaidia kila kitu ili umpate mrembo, ushampata. Sasa mambo mengine ni majukumu yako. Ujue wanawake wanaishi kwa pesa, bila pesa wewe si lolote. Nadhani utakuwa umenielewa hapo. Mrembo akakasirika na kumnyanyua mpenzi wake Timi na kumwambia tuondoke. Walipofika nyumbani, Rita akawa mpole, akamwambia mpenzi wake Timi na kuomba kama usiruhusu mwanaume yoyote akuongelee kama alivyofanya anko wako. Akamshika mkono kisha akamwambia, umenielewa? Wewe unaweza, wewe ni mwelevu, handsome, una akili pia, ni mtu mzuri. Sawa, kitu ambacho huna sasa ni pesa tu. Una kila kitu, unachotakiwa usikate tamaa, usikubali mtu yoyote azungumze kama vile. Sawa, umenielewa? Mchizi akaitikia kwa kichwa, kisha mrembo akamkumbatia kuashiria upendo ndani yake na jinsi anapomkubali. Asubuhi mchizi anatoka nje, anakutana na baba mwenye nyumba, kakaa anamsubiri. Mchizi anaambiwa, nakupa siku 5 tu, kodi uwe umeshalipa, la sivyo vitu vyako utavikuta nje. Kisha baba mwenye nyumba akasepa. Mchizi ikabidi aingie mtaani kwenye kazi za kubeba matofali. Mara mrembo Rita anatokea na kumwona mumewe jinsi anapopambana kwa ajili yao, anamwangalia na kusalimiana kwa mbali. Alipofika nyumbani, mrembo Rita ikabidi afunguke kwa dada yake Timi kwamba anamuonea sana huruma. Timi ni mwanaume mpambanaji, kuna wakati anafanya kazi usiku na mchana, anajichukia mwenyewe kwa jinsi mchizi anapomjali na kumpenda. Dada anamwambia usijali. Siku inayofuata Timi na mkewe Rita wakarudi kwa anko wao Patrick na kumwomba awasaidie kulipa kodi ya nyumba, maana watafukuzwa. Anko anacheka na kumwambia Timi, ujue wewe ni kama baba yako, unarudia yale yale ya kuangalia mawindo ambayo huyawezi kuyapata. Ni kitu kimoja na wewe, baada ya kutumia kiasi kidogo ambacho ulikuwa unakitafuta usiku na mchana kwa ajili ya kumshawishi mwanamke, eti sasa huna hela ya kulipa kodi, lakini umepata ulichokipata. Mchizi anajibu ndio na kumshukuru kwa kufanikisha kumpata Rita. Anko Patrick akamwambia Timi, mimi sikukusaidia ili ufanikiwe, ila nilitaka kukuona jinsi utavyojisumbua mwenyewe. Akamuuliza, niambie unataka nikusaidiaje? Huko nyuma shuleni ulikuwa mwanafunzi bora, ulikuwa bora kwenye mathematics, physics, chemistry, biology na mengine kibao. Ona sasa best in poverty. Sasa uko wapi? Hata wazazi wangu walikuwa wanaomba niwe kama wewe. Sasa nani anataka kuwa kama wewe? Kwa sababu umezama kabisa kwenye umaskini. Mrembo akaona dharau zimezidi kwa mumewe, akamwambia hebu acha upuuzi huo. Unajiona una hela nyingi kwenye hii dunia, lakini moyo wako ni mbaya sana. Una kila kitu lakini umeamua kumuumiza Timi. Akamwambia baby tuondoke. Wakati wanaondoka, anko akamwambia subiri kwanza, naweza kuwasaidia. Ujue wewe ni cousin wangu, mke wako anaweza kukusaidia kwa sababu anapenda sana hela. Kama atakubali kulala na mimi nitawapatia milioni 2. Kikawaka. Mchizi akamvamia anko wake na kumpiga. Wanarudi nyumbani, mrembo anamkanda mkono mchizi, maana alimpiga sana anko wake na kumwambia I'm sorry Rita. Rita anamwambia usombe msamaha, ni makosa yangu, singefanya utumie hela zote zile kwa ajili yangu, ungeweza kulipa kodi sasa. Mchizi akamziba mdomo mrembo asongee sana. Mrembo anasema, kiukweli umefanya ni kuheshimu sana na kujua nini maana ya maisha. Najikuta kila siku naomba kwa ajili yako, ufanikiwe mume wangu. Kisha mchizi akamtia busu la upendo. Siku ya 5 imefika, anarudi nyumbani anakuta mkewe yuko nje na vyombo vimetolewa. Mchizi ikabidi arudi mtaani kutafuta kodi. Anarudi jioni hajapata kitu, anashangaa vitu vishaingizwa ndani. Mke anamalizia kuweka sawa nyumba na kumkaribisha mezani, nimekutengea chakula mume wangu. Mchizi ikabidi amuulize kodi umepata wapi ya kulipa pango. Mrembo akafunguka, ameuza cheni yake shingoni, amekuwa akiitunza kwa muda mrefu na ameona huu ndio wakati sahihi. Kila akimwangalia Timi anaona mapambano yake na jinsi anapomjali, kwa nini yeye asimjali? Siku inayofuata mchizi akaenda kufanya interview. Karudi akakuta Rita akimsubiri. Mrembo akamkumbatia kwa bashasha, akamuuliza unaendeleaje? Akamwambia niko poa. Mrembo akamuuliza umefanikiwa kupata kazi? Mchizi akamjibu ndio nimefanikiwa. Mrembo akafurahi ile kinoma noma. Mchizi akamwambia nitalipwa Laki 9 kwa mwezi, sio kubwa lakini itatusaidia. Mrembo akamwambia sio ndogo, na mimi kila mwezi na uhakika kuingiza milioni 1 na Laki 2 TikTok, ukiunganisha ni nyingi baby. Wakakumbatiana huku wakipeana mabusu, na huo ndio mwisho wa movie hili la Limos and Limos kutoka nchini Nigeria. Kama hujaangalia sehemu ya kwanza, nimekuwekea link kwenye description, ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Freaks. Bye.